our leaders so that they can, share the words of encouragement to the family. Amen. Thank you so much. Amen. You can lead us from here. Asante sana. Your Excellency, our former Vice President, Your Excellency the Governor, na viongozi wote ambao mumefika, na wananchi wote wa Nyaribari Chache, na wale wageni wote ambao mmefika hapa, hamujambo. Asante. Kwa majina ninaitwa Zahir Janda, mbunge wa Nyaribari Chache. Familia, mama, pole sana. Pole, pole, pole. You know, Mzee was my friend. He was a close friend of mine. We used to talk a lot. Tulikuwa tunajuana hata kabla sijakuwa mjumbe. Tulikuwa tunasaidiana. Wakati nilikuwa kidogo na shida ya mashamba uko Nakuru, Mzee alikuwa ananisaidia. Nixon and the rest, poleni sana. Sina mengi ya kusema. Leo sio siku ya kusema siasa. Tuko na wageni, na pia nimefurahi sana kumuona His Excellency Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka anajua kwamba mimi Janda ni mtoto wake. Kwa sababu 2017 His Excellency Mheshimiwa Kalonzo alinishikilia mkono. Akanima cha Wiper, na ndugu yangu late ndio tulikuwa tuko pamoja na yeye. Kwa hivyo Your Excellency, you knew very well that I was a very strong candidate, na hii kiti wakati niko kwa UDA, lakini kidogo roho unaelewa mahali iko. Nikimalizia nataka niseme hivi tena, Your Excellency. Sisi wale ambao tuko kwa serikali, hakuna siku kama mimi mjumbe nitakubali bei ya vitu iongezwe. Hii mambo ya kusema ati sijui finance bill, ati sijui mkate inaongezwa, mkate ya nani itaongezwa? Hakuna, na hatutakubali. Ile tu ombi langu kama kiongozi kutoka Nyaribari Chache ni kuambia wale ambao wanapinga masuala ya finance bill, there is no problem. Wasome finance bill, iende kwa public participation, mambo ya kutoka hapo isonge mbele. Kwa hayo mengi na machache, asante sana. Nataka sasa nimkaribishe ndugu yangu, rafiki yangu, His Excellency Governor Simba Paul Arati. Thank you so much. God is good and all the time. Nataka mwangalizi wa program hapo nyuma tuimbe wimbo stanza moja, sababu tumekuja kuomboleza, ama vipi? Ndio. Cha kutumaini sina, cha kutumaini sina yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu ndiye mwamba ni salama, njia yangu iwe ndefu, kwa wokovu mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, kwake ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nategemea daima, yote chini ya kisha, Mwokozi atanitosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake, kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Asante.
Asante. Amen. Na huyu Mungu, unajua umehubiri vizuri sana hapo, kwamba mzee Charles alitoka na nikajiuliza wakati nimeketi hapa. Kwa mfano umepata ajali na umekatwa mguu, si unaendelea kuishi kwa sababu uhai uko ndani yako. Kwa hivyo udongo huu utarudi kwa udongoni. Nashukuru kwa sababu ya mahubiri yale ambayo umefanya. Your Excellency Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Chanda, Mheshimiwa ambao tumekuja na wao hapa, Mheshimiwa Boy, Mheshimiwa familia ya mzee Charles. Mama, pole. Pole. Unajua wakati mwingine tunasema afadhali wanaume wakufe mapema kuliko kina mama. Kwa sababu kina mama wanashikilia familia, lakini hakuna mtu anapenda kifo. Lakini mzee ameshalala. Kwa hivyo endelea kulinda familia vile mzee alikuwa. Akanipa yule mzee kule, tukaongea na yeye. Nami nikasema kwamba tungeungana pamoja. Nataka niseme kwa sababu kuna muungwana hapa anaitwa Birundu. Unajua mimi kwa nadhania kwamba huyu Birundu huyu. Kwa nadhania Birundu huyu ni baba yake amekufa. Kumbe Birundu huyu alikuwa ameona ugavana zamani. Ni hapa? Oh, ni running mate. Lakini nasikia aliacha Nyameri kwa mataa. Ndugu yangu, asante kwa sababu tumekuja kupea wewe pole. Ilikuwa inaniruka kidogo kwamba ninakuwa. Wale wakamba wako hapa, wacha yule bishop, si wewe peke yako. Watu wameoa mbali, wacha ukambani. Watu wameoa mbali. Eti? Na mimi? Haya, nashukuru kwamba Bishop ametuelezea kwamba alitoa bibi yake kule Ukambani. Kuna wakamba wengi hapa Kisii. Ukisikia Mheshimiwa Kalonzo atakaposimama atasema Chikorera. Na tunauliza kwamba wakamba wakuje huku. Huku unajua kunanyesha. Ukiuliza mama wa Bishop, hapa inanyeshanga miezi 10 kwa 12. Kule Ukambani hii mvua tu ndiyo imefanya mbaraka. Leo kuna mvua nyingi kule Ukambani. Na nimeona umetembea na kijana yako, lakini amenemana ameoa. Sijui kama ameoa Kisii, lakini utamleta. Nimeona umetembea na kijana yako. Nataka niseme haya. Abantu aminto beke nyoleke ntaetende ntengora yane ase family n'abantu baitu bonse. Egentu kya kabere inchemno mu governor ino. Taetemba kirembye mo balitanya komerana kurumwanga akirite chikura. Lakini nararo wandiresegi konaso etobis mpaka no embono, lakini asa amanyinga Yesu Kristo esegi nko bwatule. Na nche ningende tukubakorere kwamba nimepigana vita kutoka niingie ofisini. Imekuwa ni vita kuamkia vita, kulala vita. Lakini nashukuru kwamba kwa damu ya Yesu Kristo tutashinda vita hii. Kwa hivyo mimi nitauliza kwamba watu wangu mtukumbuke katika maombi tunapoendelea kupigana. Kwa sababu duniani ni vita baina ya giza na mwangaza. Lakini kwa nguvu ya Yesu Kristo niko na uhakika kwamba tutashinda. Kitu cha pili, Mheshimiwa Boy, huyu muungwana MCA wa hapa ni mtu muungwana sana. Anafanya maendeleo. Na nataka niseme hivi. Mmoja lakini wengine wanajua kwamba amefanya. Mheshimiwa Boy, nataka niseme hivi. Mheshimiwa Boy, zile barabara zote ambazo tulikuwa tunatengeneza, mnajua kwamba zinatengenezwa na yule contractor. Barabara ambazo hazikuwa zinafanywa kitambo. Mheshimiwa Boy, tumesema kwamba kuna avocado ambazo ni 1200 ziko pale ATC. Na tumekubaliana na yeye atapeana miche 1400 katika constituency. Ward yake. Na avocado hii
Mheshimiwa Kalonzo, ndugu zetu kutoka Murang'a walikuja hapa miaka iliyopita, wakanunua miti ya hawa wakulima wetu, wakatoa matunda juu. Wengine walikuwa na itingiza, wengine ikakauka, wakaenda wakaeka, they fermented it, wakatoa mbegu ndani. Sasa courtesy of Kisii, Murang'a is leading in production of hash avocado. Mimi nimeamua nimetengeneza pale, huyu amekuwa katika mstari wa mbele hapa ATC miche 1200. Tunatarajia kwamba tutatengeneza 1,000,000. Hayo ndio yataweza guza hawa wananchi moja kwa moja. Kitu cha pili, na mnikubalie niseme hili ndiposa nimkaribisha. Nataka nishukuru kwamba nimeona mzee Charles alikuwa siku moja mmoja wa Shabana. Ukisoma katika kitabu hiki, tumebaki katika ligi hata kama tulikuwa watu wa mwisho pale chini. Uwanja ule ambao nilipata kwamba upo chini, saizi unapandwa nyasi. Nataka nihakikishe kwamba tutakapo maliza mwezi huu tutakuwa na uwanja ule na Shabana, kwa sababu in the honor mzee my brother Chanda, nitaongea juu ya siasa kidogo. Wacha niongee mambo ya maendeleo kidogo. Tutakapofanya hivyo, unajua yawezekana baba ameenda kule, mtu atawacha nyuma ni Mheshimiwa Stephen Kalonzo nani Musyoka. 2027 mtakutana na Mheshimiwa Ruto kwa debe. Unajua tumeona Kenya Kwanza mko na sherehe fulani, na tunaomba kwamba muendelee hivyo. Sisi tunawaombea kwamba sherehe hiyo iendelee hivyo, as long as delivery ifanyike katika wananchi wetu. Kwa hivyo tunaomba ndugu yangu, unapopeleka salamu waambie kwamba sisi tunawaombea, tunataka serikali ifanye kazi, iendelee, tuone matunda. Sisi ni maombi tunawaekea, na tunawaombea kwamba Mungu awabariki. Sisi tunaangalia vile mambo ilivyo, na sisi huku chini mtuombee. Kwa hivyo hatutaki kuingilia mambo ya siasa ya Kenya Kwanza, hapana. Naona wakinyoroshana, unajua pia hata nyumbani watoto wanapigananga. Wale yule atapigwa atoke nje, atakula kwa jirani. Ya kwa jirani ni kwa Stephen Kalonzo Musyoka. Hiyo ndio tunasema. Mwisho nataka niseme hivi na nirudie. Kuna watoto ambao wali bursaries. Tumepeana form 2, form 3, form 4. Wiki ijayo tutapeana balance ya milioni karibu 50 kwa form 1s. Ubaki hakuna shamba. Unajua nimekuja hapa nimeshtuka. Hii shamba ni kubwa. Ndugu yangu kijana mdogo wa mzee Charles, the younger brother I mean, and they look alike. Nimeona pale, nimemwonyesha. Nimeona nyinyi shamba iko kubwa mpaka huko juu, lakini wengine hatuna shamba. Ukija kwetu tumeweka manyumba mahali pamoja. Nataka nisema ya bongo ya watoto wetu. Na mimi kama gavana wenu nitapalilia shamba na nitahakisha nimeweka mbolea. Lakini mbolea nitaweka sio ile ya mchanga. Mnakumbuka ile ya Rindhuri? Ile hapana. Ile wanaweka mchanga hatutakubali. Lakini ile ambao tutaweka mchanga mzuri ni kupeana pesa, watoto waende shule, tusaidie nchi yetu. I wish the family of Charles Birundu, hii shamba mkipanda kutoka chini, na tumerudisha pesa, si shilingi 300 sasa. Tumerudisha avocado yetu to 50 bob. Ndiposa kila mkulima apate. Hii shamba ukiamua weka miche, ni pesa nyingi. Ndiposa tusaidie jamii. Abantu bane nkole ngotebaiga. Bado esabali nentambere. Enkubasaba mwensi esumule tubwatirane inchibuno mugabano ino ntenga gavana ga kwagosire ga gavana ga siokora nengia egento gyoka nyange tenda toteba imbwagerete ntwagendera mnege saku
no boibi obu no embali na swete na barwo bisi abange abandi na baibi kianda gikomi engoba denganje tinko igosa na baibi na inche I'm a sinner like another person. The only what keeps me moving is the prayers of the faithful. Kwa hivyo nitaomba kwamba mniombe, mimi nitasimama na nitahakikisha kazi imefanyika. Nashukuru kwa nafasi hii, nikubalie niulize Mheshimiwa His Excellence Mheshimiwa Stephen Kalonzo akuja atuongelesha, na mtakapoondoka tafadhali nitaomba kwamba mtabaki kwa sababu tunakimbia matanga ambayo iko kule Nyamira. Na tunashukuru, we are not taking it for granted. Umetoka kule Ukambani mpaka hapa and you have been a good friend. Ndugu zangu, wacha tumkaribishe Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana. Imbia muri. Abantu ba mitu mbia muri. Now I've even known you pronounce not Birundu. Birundu. I picked that from the Kisii prayers. Machangamvu ya ajabu, ya kujenga, ya kutayarisha watu wetu ndio wamwangalie Yesu aliye hai. Na sasa yeye Bishop Marita ameconfirm yeye pia ni korera. Ni korera. Sasa wakisii tabia hiyo. Itamwalika kijana mmoja ambaye aliona recently betrothed is going for the white wedding one of these days. Our second born, Kevo, please come with Sharon. You're still in the house. Where are they? Wamekaa mbali. That's how we've taught them. They stay very far. And maybe if you're feeling shy, your friend from Karen Hospital, what was his name? Roy. Oh, Joe. Joe, tafadhali kuja because you came together. These guys left Nairobi last night, but I got here ahead of them. Are you sure? Very good. Na uonevu. Sasa hawa vijana ni rafiki sana ya familia hii. Kando na kwamba ndugu Charles Birundu was my friend, his firstborn son Nixon, maybe you come upigwe picha at this stage, because when Kevin was getting married to Sharon, this young man, hardly two, on the 11th of May, he was one of the party akevote. Si tuwapigie makofi. So there was no way Nixon would have buried his father without these guys being here. Maybe semeni tu jambo kevo. Yes, because the rest of you will talk after. Maybe Roy. There are two more. Kujeni basi. Ile team ya Kevin, kujeni. Just say your names because I know they have to try. Okay, which other ones? Maybe mention your names because I knew you had to be here. So, inakukataza Ian Kiringa amesema. We just move Ian. You mentioned it. Mention loudly on the speaker. I have to teach you how to speak publicly also. I have to mentor all these guys. I'm in the business of mentoring young leaders. Ian. Naitwa Ian Kiringa na rafiki. Good. All the time. Naitwa Ronald Kabiru, rafiki ya Nixon. Familia tunasema pole na mjikaze katika Yesu. Thank you Kabiru. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Nixon Birundu. Hata mimi ni rafiki ya Nixon. My name is Joe Nyaga. I'm a friend of Nixon. Mama, tumekuja kusema pole kwako na kwa familia.
Naitwa Kevin Mwasia, rafiki wa Nixon, na tumekuja hapa pia kuomboleza na familia, mama and Nixon siblings. We're truly sorry and we're with you. Thank you. Sharon, she's actually a serving minister in the county government of Machakos, in charge of tourism. Good afternoon. God is good. Sharon Mutua. Never mind. That's okay. Sharon I'm looking Mwasia. for it. Okay, thank you. Now you guys you want to say anything more? Thank you. That Nixon or that other one wanted to be governor, deputy governor. Truth be told, was it in 2013? Yeah? When was the election? When our brother was running as deputy governor? Tuokili Nyaberi Lumumba. Lumumba was a governor candidate, and our friend Birundu was the running mate. It didn't work out, but it doesn't always happen. Naomba tu tusikilizane kidogo. I want to be very brief. Mheshimiwa Zahir ran on Wiper ticket. Huyu kijana. And in Wiper. Now, Zahir, you better take, there is always, Shakespeare wrote famous play. And, right? Taken at its height, it leads on to good fortune. Abandoned, the rest of life is lived in misery. It's a way of Shakespeare preaching. Now look at me. I've been mentoring you guys, but you accept it. So I want to ask the family of Pastor Ruth, kubalini haya, na Mungu atawapa. Whenever a great man is getting married, a bit of rain. So showers of blessing. I just want to say, now Zahir, I just want to tell you, before you there was another friend called Richard Tongi. Richard Tongi was MP for this area on ODM ticket, which was then Wiper. Richard Tongi mwambieni amesalimiwa na Kalonzo. Wangapi atapeleka hiyo salamu yangu kwa Richard Tongi? I don't know whether he's here, but it's same country. And the constitutions, hata bila chuki. Yale ambayo nataka niseme, Bishop Marita, allow me to say this. The community of the Bagusi over time has stood very, very tall in terms of spiritual development. Not just of the Bagusi, our late brother, Joe Kayo, was a firebrand. The other day, we celebrated 90 years of our friend, the Reverend Wilson Mamboleo. A man, even at 90, he looks so fresh with me. God knows, and the Bible says there are some friends who are stronger than even brothers. I can never forget mother who could not pray that time. But times and circumstance, so says the Bible, belong to God. We are living at a time when we are now called upon, whether we are in the religious field or in the political field. I hate the word politician because I don't think I am. I am a leader. Because politicians are associated with saying, hey, upuzi, matusi, uongo, kila kuchao. We have now to develop a new brand of leadership in our country, where we are going to hold together as a Kenyan nation. We have been lied to enough, fellow Kenyans. We now know who are leaders. Simba Arati, a forthright, straightforward governor, afraid of nobody except God. People of Kisii, tuliongea nanyi wakati ule mwingine. Tukasema wakijaribu kumuumiza gavana Simba Arati, wajue sio watu wa Kisii peke yao, Kenya nzima. Kwanza huyu ni deputy naibu, he is actually one of the deputy chair of ODM. Tutaanza ndugu Arati na sisi tuanze kusema WDM. But he is a leader. He's in the coalition of Azimio coalition. We are very proud of you. Fearless leader. Fearless Kenyan leader.
Na wasihi watu wa Bagusi, muangalie vile mambo yalivyo, simameni kwa ukweli. I'm not here to defend them. Some of these truths we spoke that time strictly in accordance with our constitution. No Kenyan should live under fear. It is a responsibility of any government to make sure that Kenyans are safe, of course the Kenyan government anywhere in the world, and that their properties are also safeguarded. Kwa hivyo maisha ya wananchi ni kitu ya maana. Mwananchi akiwa kiongozi ama akiwa mwananchi wa kawaida, hata kama wametoroka, they are under protection under our constitution, which recognizes the supremacy of God. Don't think we have forgotten. Tunawasubiri mujaribu. As we say kwaheri to Birundu, we don't want. Naomba tu nikomeshe kufika hapo. Chanda, you've tried to defend the undefensible. Wewe kwenda mahali roho yako iko. Because ukianza saja kutosha ushuru mkate, a chairman of the finance committee anasema anaongeza ushuru kwa sababu wamegundua mkate ndio inasababisha kula mkate kunaleta diabetes. My goodness. Yani tukila mkate, watoto wakila mkate wapata diabetes? Surely. How do you defend that? What I've said. There's going to come out of this nation in the months, probably year or years to come, a true people-driven revolution. Come with your billions. We will take it because it is taxpayers' money. You're bringing back big around the 6 of the Constitution on integrity, on how leaders should actually conduct themselves. We are seeing watu wakijingamba na mabilioni wameiba. Ndizo zinatumika sasa kuwaonga wananchi. Ngojeni, wanasema in 2000 and Mungu akitufikisha huko, if our Lord tarries, 2015, I mean 2025, wataanza sasa kuregesha maneno haya na kuja na pesa nyingi. If you afford them a second term, people of Abagusi, remember that I spoke to you today. As I said, kwaheri to our brother, Charles Birundu. There are things that are so basic. Go to the nationhood of nation. Tomorrow is Madaraka Day. And I wish all of us a happy Madaraka Day. Because that is when we attained internal self-rule from the British. And we became an independent nation. 194 of them in the world today, constituting as they do the General Assembly of the United Nations, the UN Security Council. Vile dunia imeundwa sasa hivi. I urge you, first of all, to acquaint yourselves or yourself with the provisions of Article Chapter 6 of the Constitution of Kenya, ambayo itasema hivi: mimi ndugu yangu William Ruto ndiye rais. Nitamuita ndugu leo kwa sababu ni ndugu, lakini chunga heshima ya Kenya. Ukiwa rais unabeba heshima za kila mmoja wetu. And now we went and did national dialogue, and the issue of whether Ruto was a president or not was on the table. Ndugu yangu Raila alikuwa akisema, nasema sasa hata ikifunguliwa, for the time being amekabidhiwa instruments of power. Now one time William said, munaangalia hii kisu nimepatiwa, hii sio ya kukata sukuma wiki. And make sure the pride of Kenya, which is Kenya Airways, stands strong. Like Ethiopians did, Ethiopian Airways. Ethiopia hata ikienda vipi naende vipi, Ethiopia will remain Ethiopia because of Ethiopian Airline. Kenya Airways have been struggling. If I was president today, there's no way. Even in the US where you have come from, they do these things. They strengthen. After COVID, they did positive things to strengthen some of these ailing parastatals. Confirm. So Kenya Airways will not go anywhere. We will not allow Kenya Kwanza to mess up Kenya Airways. We will not allow you. Believe you or me. Believe you me.
We will not. Because hata kama ni 10 million, your friends are paid for a special royal jet to take you from Dubai to the United States of America. First of all, we ask some basic questions under chapter 6. Who are these friends? They need, I see the government spokesman amejaribu kueleza ni UAE government. I believe that if a statement is issued from Arab Emirates, kusema ni sisi. Beyond that, we'll look at this as entrepreneurs, Zahir. Entrepreneurs. And then they give you a royal jet to fly across the Atlantic. What is their interest? By the way, if you get any gift and you're a state officer, ni lazima kwanza hiyo itambulishwe. Useme hii, in fact you should give it to the speaker if you're a member of parliament. So, these are some of the basics. And this is a current issue. The church pray for national integrity. A head of state must carry the dignity. You cannot. We will say, do not, next time William Ruto, ukipatiwa zawadi ya ndege, sema no, fly Kenya Airways. I'll give you some respect. I'll give you. I was Kibaki's vice president, and I received him severally on that route, New York to Nairobi. Even if it's expensive, 90-something million. And this is a national carrier. And you know it is providing employment to your citizens. Employment. Why create employment elsewhere? And we have the youth badge here. Simbarati is struggling to give those miches avocados so some people can earn some living. And you are denying your own citizens living. Kwa hivyo sitaki niwakasirishe. Today I'm very soft. I'm just giving advice. Advice as somebody with a bit of knowledge on these things. And one who loves their country. We cannot celebrate 61 years of it internal self-rule when we are subject to other nations. Or when we get aligned the wrong way. And I think the church also prayed for this. I reminded Kenyans that in 1998, tulipigwa bomu. Nairobi na Dar es Salaam. We were not non-aligned members. 200 Kenyans, still some of them blind, never been compensated. The 22 Americans who lost their lives were looked after. I was Minister for Education when it happened. Very painful. That is why Kenya took the principled position of positive non-alignment. Maintaining our friendship with the United States of America, with everybody. Kibaki was accused of looking east. William was asked on CNN, are you looking west? Akasema, no, we are not looking east or west, we are looking forward. Well, this is the truth about where we are as a nation today. So let's pray for. I'll pray for William Ruto, so it doesn't take us to the ditch. If we are hit by a terrorist bomb because we are seen to be a pawn of one major state, a major world power, we'll hold Kenya Kwanza to account. Because lazima tukiwa hai, before we separate from these bodies like our brothers done, we have things to do. And we must do them well. This is a democratic nation. And it will remain as such. And nobody, by the way, is above the law. Donald Trump, so many years after being president one term, the law of America has caught up with him. And he's actually, by the way, a presidential candidate in November. Yesterday, 12 juries found him guilty of manipulating business records. Imagine, kama ungekuja kwa Kenya leo, uchaji watu manipulation business records. So nobody is above the Kenya Constitution. And everybody then is accountable, even those who are looking for leadership positions. So, we will demand accountability. And I started the National Prayer Breakfast, where William was speaking from yesterday.
I was happy to have been the very first chair when we invited the former president of Nigeria, General Yakub Gowon, was the first speaker. These are important spiritual matters. Let us not use occasions like those to also do incredible other things. Kwa hivyo mimi sitaki niongeze hayo. Accountability. Governance, Archbishop Marita, governance, even in church, governance. Yeah, Kenya Church took a position. We all know it. Please let us pray for each other. And I want to ask church, I once said at the inauguration of Bishop Ogide of Sitam, when I was vice president, as church, speak. I earned myself a title of a watermelon. All right? But I say, please do not allow any more shakaholas here. Tafadhalini. Let us all live and be able to be accountable before God Almighty. Kwa hivyo, mimi nawatakieni familia kila laheri. We will be with you. By the way, Governor Simba, that young man Nixon, when, I don't know whether you have still picked your deputy governor, but it was him through social media. Walisema, huyu kijana Nixon. Watu wakisi, they are very active, and I'm happy you are building that capacity. You know, now it is not physical shamba or whatever, it is digital. You're going to have to develop that capacity. So they were trying to lobby you to appoint Nixon Birundu, your deputy governor. I'm not even sure what since has happened. If you are still having that vacancy, consider that young man. Yeah. And if it doesn't, even though I said Richard Tongi, because prove yourselves. May God be blessed. I mean, may we, of course, bless the name of the Lord. But Pastor Ruth, hold on. You know why you're alive. And these things don't happen for nothing. Of course, not unless Mkamba anasema waimundo gusa amana. Uliza pastor akueleze hiyo. Wakamba wakufi bure. Wanakufa kwa sababu umerogwa. Hakuna hiyo. Huyo ameenda kwa Bwana Yesu. Yeah. Kwa hivyo tuamini huyo Yesu. The same yesterday, today, and forever. He was there in the beginning, is, and forever will be God Almighty. So, remember, that is a lineage. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, the father of our Savior and our Lord Jesus Christ of Nazareth, born simple. So sometimes people find it difficult to believe this, can anything good come out of Nazareth? Yeah, Jesus Christ of Nazareth makes all the difference even now, as Archbishop Maritas has just told us. Asanteni sana, may our brother rest in eternal peace. Hallelujah. Tumshangilie His Excellency kwa makofi mazuri. Na halo. Sasa kwa heshima kuu tunashukuru sana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. With a lot of humility, please come. Kuna kitu nataka uongoze hapa. Manake hii familia hatuwezi kuiacha hivyo. Tutatoa matoleo kidogo. Honorable Sairi Janda, you have been very supportive to us. We salute you the other day. You were with us in church. You have always been with us. So, from here, we want to bring you on board. Ndio tuweze kutuulizia wakubwa wetu, waweze kutoa matoleo kidogo. Kwa hivyo tutapatia nafasi Mheshimiwa Sairi Janda kwanza atoe na waheshimiwa wengine, na Mheshimiwa His Excellency the Governor Simba Arati na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kama kuna that program, alafu waheshimiwa wengine watafuata. Asante sana. Kwa hivyo Mheshimiwa Sairi Janda, please come. Kindly come Mheshimiwa Sairi Janda.
This is your time now. Think you can lead us in this? Okay, Mheshimiwa Sairi Janda ametupatia shilingi 50,000. Mnasemaje? Amen. Thank you very much. Thank you very much. Anataka kusindikisha mgeni pale. Mheshimiwa Mohindi, utaniambia kuhusu His Excellency Governor. Kama kuna matoleo basi nitajua. Sasa tunaomba kuna wale waheshimiwa wengine ambao wametuma. Kwa mfano nimefahamishwa Mheshimiwa Richard Tongi ametuma, Mheshimiwa Engineer Utara ametuma. Hebu kuja basi na muweze kutoa. Hebu kuja muweze kutoa. Huyu ni Mheshimiwa nani huyu? Basi kwa niaba ya Mheshimiwa Richard Tongi ambaye alikuwa mbunge wa Nyaribari Chache ametoa shilingi 5,000. Ametoa shilingi 5,000. Huyu Mheshimiwa Joel Okengo Nyambane ametoa shilingi 5,000. Enda moja kwa moja, siko kwa simu, uwekee mama kwa simu. Asante Bia Monaseri Baga. Mimi nimetumwa. Mtu unapotumwa una mambo mingi. Ni Mheshimiwa anti yangu, Mheshimiwa ametuma rambirambi zake, wewe ni mtoto wake. Amesema pole na amenituma na shilingi 5,000. 1,000 iende kwa wale kwa Kafuri na 4,000 nipeana hapa kwa kipasa nini hapa kwa sahani. Anasema wakati ya sasa mtaongea, lakini kama waheshimiwa wanapotoka wakati mwingine ninaomba nafasi. Kuna mambo waheshimiwa wanapokuja hapa. Anti ametuma 5,000. Haya, 4,000 ndizo ilia. Wakati ni wako sasa uweze kuingia. Uwe unawakilisha mheshimiwa ama wewe mwenyewe kama una chochote kile ambacho ulikuwa unatolea familia. After that we'll go to the eulogies. Watasoma now tributes, amen. A special tributes to Charles. Kwa hivyo labda familia itasoma. Hebu sasa nione wale ambao wana yale matoleo yao kwa familia. The rest of you are invited here to come. Kile ambacho Mungu amekubariki uweze kuweka hapa. Pastor Michira wanaongonesea hapa kwamba sasa ni wakati wa matoleo. Karubami into, karubeka gento kyao kiliubwate keke. Wanta kumwanya kundi mega nkubekale. Thank you very much my brother. Please. Kuja muweke hapa. Bado kanisa haijamaliza.